nimeenda kuvote. Acha usiniushe la askari. Damn, I wish she was my aunt. Whether you are 1 term or 2 term, all Kalau residents must be respected. VHK, vunja hiyo kitu. This man terrorized all Kalau. There must be someone who knows hawa watu ni akina nani. Watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni. Bana rais, tunajua kule hii story inaenda. Tutatenga, DCI wanachunguza. In the next 6 months. Vunja hiyo kitu. We need something now. Naomba usafiri nami ni kuonyeshe baadhi ya watu wanaopaswa kuchunguzwa kwa haraka. Nimekurahisishia kazi au idara za uchunguzi nimezirahisishia kazi kabisa. Thank you KTN. Be concise and fast. Tazama nami video hii. Katika video hiyo, picha zilizorekodiwa na wanahabari waliokuwa all Kalau zinamwonyesha Charles Kamau Karondo ambaye wewe mwenyewe rais ulimteua mwezi Agosti mwaka jana kuwa mwenyekiti wa tume ya mawasiliano nchini CA. So Karondo was handpicked by Ruto himself. Katika picha hizo anaonekana akidaiwa kuwapo katika eneo ambalo fedha zilikuwa zikigawanywa wakati wa kampeni za mgombea wa UDA Samuel Mushina huko Ol Kalou. Merubai, KTN for president. VHK. Baadaye rais huyu Karondo anaonekana akiingia katika gari lililokuwa na watu waliokuwa wamefunika nyuso zao, kinyume na maelekezo ya mahakama. Swali linalojitokeza ni hili: je, Karondo anaweza kuwasaidia wachunguzi kutambua watu waliokuwa wakihangaisha wananchi, ili hali alionekana akiwa katika gari moja nao? Vex, next government must jail William Samoei Ruto. Amepika marisasi real buduki real. Watu wa Murema, sema R, Al. Sema L, R. Buduki real. Mimi nilikuwa shamba nikilima. Wife material. Dem anajua kulima. That's my love language. Kabla tuanze to support the show, just make sure umesubscribe na umelike the video. Thank you very much for tuning in. It has been a very interesting week. Watu wa Ol Kalou wamesurprise everyone. Wamesurprise mpaka wao wenyewe wamejisurprise. Maybe to them walijua, but to us it was a very big surprise. And as Kenyans, there's a lot to learn from the Ol Kalou people. They stood their ground in bravado. Hey! Bana, what happened there, kama inaweza happen Kenya mzima, the country can change. We are heading in the right direction if all the people in all constituency wanaweza behave kama watu wa Ol Kalou. They stood their ground, they show up, walienda na wakavote, despite the bullying, despite the everything that went down there. We salute you Ol Kalou people. We salute you with the Charlie salute. Ol Kalou residents. Thank you very much. VHK, vunja hiyo kitu. Let's get into it. We'll not go deep kwa sababu They upscaled their terror multiple times. They walked with various types of firearms, brandishing big guns, assault rifles, pistols, name it. They had tear gas canisters. And they are masked. They had tasers. They handcuffed people, their victims. Bulky jackets were a signature in most of their outfits. They covered their faces in balaclavas. They attacked citizens, attacked and injured innocent voters. They targeted journalists. Or better stated, they targeted the evidence the journalists carried. The government says it is investigating them. The government says it's investigating, always investigating, always tutachunguza, always tutaangalia maneno. The government says it is investigating them, that it does not know who they are. Lakini serikali yake, I think it's time Wakenya wameamua acha kubeba ujinga. Ati serikali imesema haijui hao ni akina nani, lakini itachunguza. Hawajui wao ni akina nani, but itachunguza. Despite all the bribery, watu wa Ol Kalou wamenifurahisha sana. Bana, tuongeeni ukweli. Kama ni, I have nothing against Nyanza and Western and Kisii. Tuongeeni tu ukweli. Venye watu wa Ol Kalou wamefanyiwa, ingekuwa ni watu wa Western ama wa Nyanza wamefanyiwa hivyo, believe me you, wangevotia huyo jamaa. Ol Kalou residents have proven to us that it takes more than money to bribe them. Our politicians wametuzoea sana. Wametuzoea. Bro, ati uende Western, upewe watu dhao wakipita, dhao wapatie thao.
unapea watu thao wakipita. Hata thao umeenda sana. Bro, hiyo kura unapata. Hiyo kura utapatiwa. Nyanza, upatia watu gas. Vunja hiyo kitu. Asubuhi mapema, wewe uko ndani. Watu wa Nyanza uwape boat za kwenda kufish Migingo Island ama za kwenda fishing. Asubuhi mapema uko ndani. Pale Western nenda tu upatie watu 200 alafu uwafungulie posho meal 2. Kila constituency ufungue posho meal. Na useme in the next week kusiaga ni bure. Wewe umepita. Vunja hiyo kitu Mhesh. Wewe umepita. But watu wa Olkalau walichukua wakachukua gas, wakachukua mpaka hiyo boat, na kura ni wapi? Pande nyingine. Wakaambia Mhesh, vunja hiyo kitu. Hatuwezi kupatia kura. You have done nothing for us. Big it up Kenyans, tunafunguka macho. Alafu I love something about the people of Mount Kenya. Yani watu wa Mount Kenya hata show anaendanga kupiga kura. That's what I love about Mount Kenya. Numbers. I know most of you mtaanza kusema, wewe sasa tunaona unatuingilia sisi watu wa upande huu, ni kama wewe unapendelea watu wa Mount Kenya. No, but naenda Western. Mimi I've been in Western. I've been in Nyanza, my friend. Kisii tu ndio nimeenda once, hiyo siwezi ongea. But Western na Nyanza nimeenda even deep interior. Bana, mtu wako 30 years na ana ID. Bana, Western na Nyanza watu kosa ID si kitu kubwa, ni kitu ya kawaida. Shuka tu stage moja hapo Western, Shamahoho ama Bungoma, ama enda huko Nyanza ndani. Shuka tu center moja, ambia kila mtu atoe ID, utampea thao. Watu hawana ID. Alafu sisi kama Waluya tumesaulika. Sisi kama kura yako. Wewe una ID na unataka change. I saw one time Murara Kibaso saying crowd sio kura. That's one thing that Raila taught us. Crowd sio kura. Utaenda Western, utaenda Nyanza, watu watatokea, lakini siku ya kura, my friend, watu wana ID. Watavote aje kama wana ID? Kuna mtu amekuja kukuona sababu anakuonanga kwa TV. Sasa leo anataka kuone live. But when you come to Mount Kenya, mpaka show, mpaka mgonjwa atapelekewa mpaka kwa hospital bed. Ichagua nani unataka kuvotia huyu. Give credit where it's due. When it comes masaa ya kupiga kura, tuongeane tu ukweli. Watu wa Mount Kenya wachezangi na masaa ya kupiga kura. Hata mwenye amefikisha 18 leo atavote. Mwenye ako hospitali atavote. Show atavote. Because they knew long before everyone voting matters. Now how do you expect to beat the system? Because watu wa Olkalau wametuonyesha they have beaten the system. Vunja hiyo kitu. As we continue, subscribe. Give me a subscription as we continue. Olkalau nasikia voting day hiyo jioni. Kila mtu alikuwa na dhao. Kila duka ukienda kila mtu ako na dhao. Olkalau kuku hata na change hiyo jioni. Mtu akienda kwa supermarket ako na dhao. Mtu akienda kwa mkahawa ako na dhao. Ilibidi waende hiyo town next kutafuta change. Kwa sababu Olkalau hakuna change. Kila mtu ako na dhao. I love the mentality yenye tunaenda nayo as Kenyans. Chukua pesa, chukua gas. Wewe ukipatiwa chukua. But usikubali kupigia huyo jamaa kura. Vunja hiyo kitu. Let's watch a few minutes of your Shokala KTN venye rais ameanikwa. Uchaguzi mdogo wa Olkalau umefichua kile ambacho tumekuwa tukisema kila mara kwamba samaki huanza kuoza kuanzia kichwani. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. Hii si mara ya kwanza, msikize rais. Nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni. Rais, matamshi yako haya ni mazuri sana. Lakini kabla hujasonga mbele rais, naomba usafiri nami ni kuonyeshe baadhi ya watu wanaopaswa kuchunguzwa kwa haraka. Nimekurahisishia kazi au idara za uchunguzi nimezirahisishia kazi kabisa. Tazama nami video hii. Napenda venye anasema nimewarahisishia kazi kwa sababu anajua the government always delays, they give excuses ati tutachunguza ni akina nani, tutamangalia hiyo maneno. Uache tuone venye ameturahisishia kazi. Thank you KTN. Katika video hiyo, picha zilizorekodiwa na wanahabari waliokuwa Olkalau zinamwonyesha Charles Kamau Karondo ambaye wewe mwenyewe rais ulimteua mwezi Agosti mwaka jana kuwa mwenyekiti wa tume ya mawasiliano nchini CA. Katika picha hizo anaonekana akidaiwa kuwapo katika eneo ambalo fedha zilikuwa zikigawanywa wakati wa kampeni za mgombea wa UDA Samuel Mushina huko Olkalau. Baadaye rais huyu Karondo anaonekana akiingia katika gari lililokuwa na watu waliokuwa wamefunika nyuso zao.
kinyume na maelekezo ya mahakama. Swali linalojitokeza ni hili: je, Karondo anaweza kuwasaidia wachunguzi kutambua watu waliokuwa wakihangaisha wananchi, ili hali alionekana akiwa katika gari moja nao? Rais, kama kweli unataka kukomesha magenge ya wahuni hapa nchini, basi hatua zichukuliwe bila upendeleo. Na wewe, Waziri Kipchumba Murkomen, komeni kuwaona Wakenya kama wajinga. Kama mnamaanisha, chukueni hatua. Pili, Rais, tazama magari haya. Uchunguzi wa KTN pamoja na vyombo vingine vya habari hapa nchini umebaini kuwa baadhi ya magari haya yalikuwa yakitumia nambari za usajili zinazodaiwa kuwa gushi. Kinachozua maswali zaidi, Rais na Waziri Kipchumba Murkomen, ni kwamba watu hao walionekana wakiendesha shughuli zao mbele ya maafisa wa polisi bila kuzuiwa. Wale ambao mnataka wafanye uchunguzi ni kina nani wakati walikuwepo wakiona haya yakiendelea? Kuna jambo lingine. Kumekuwa na madai kwamba baadhi ya magari hayo yalikuwa yakibadilishwa nambari za usajili, huku mengine yakidaiwa kuegeshwa katika ofisi, si ofisi tu, ofisi za kamishna wa kaunti ya Nyandarua anayefahamika kwa jina Abdirazak Jaldesa. Let's read the comments. Wacha tusikie what Kenyans have to say. It's Tasha. Let's follow KTN kwa wingi. Thank you, Tasha. Now it's Browdan. Let's follow VHK kwa wingi. Vunja hiyo kitu. Subscribe. Follow kwa wingi. Even the uniformed officer is wondering what the hell is happening. Mr. G, all media stations should be like this. Exactly. At VHK, we are like this. Vunja hiyo kitu. It's so sad seeing the government turning against its own people. Inavunja moyo kabisa. But aina ile, the good thing is that Wakenya wameamka kwa usingizi, and all Kalau residents are proof of concept that we can beat the system and we can have a better government for ourselves. So I want to thank you guys. Thank you for watching the show. Let me have your opinions in the comment section. Subscribe to the channel, like and share to support this video. Vunja hiyo kitu. See you on the next time. VHK.